Kumekuwa na baadhi ya watu wachache hivi kwa interest zao na kwa mambo wanayoyajua wao, na wao wanajua wametumwa na nani, wanajaribu kuleta taharuki ndani ya nchi, na wengine wamejipa kuwa washauri wa nchi, yani washauri wa Watanzania, yani wamejipa wao kukushauri wewe na wewe hujawatuma. Kwenye mitandao mnaona kuna vitu vinaendelea, na wengine ni viongozi wapo ndani ya chama chetu cha Mapinduzi, mnawaona. Ninachotaka kusema ni hivi: Watanzania, moja, ipendeni nchi yenu 100%. Moja, ipendeni nchi yenu 100%. Nasisitiza, ipendeni nchi yenu 100%. Hii ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine tofauti na hii. Tumezaliwa hapa, tutakufa hapa, hapa ndipo nyumbani kwetu. Asikudanganye mtu uharibu nyumbani kwako, asije akakwambia mtu piga nyumbani kwako. Pambana na vyombo vya dola vya nchi yako. Niwaibie siri. Leo tukisema vyombo vya ulinzi na usalama viende vikalale kwa wiki moja, yani barabarani kusiwe na trafiki, kusiwe na polisi, vituo vifungwe, mipaka wanajeshi waondoke, magereza watoke, kila mtu aende nyumbani kwake, panatawalika hapa? Wewe unapolala ndani na mkeo, mmejifungia giza, mnatafuta watoto, kuna watu wameshika silaha wanakulinda uzae vizuri. Kuna watu wameacha wake zao na watoto wao ili wewe uwe salama. Tumekaa humu ndani kwa sababu taifa hili lina amani, na kuna watu wametoa maisha yao kulinda nchi hii. Anatokea mtu anakwambia vunja amani, andamana, leta vurugu. Msitende hiyo dhambi, msije mkatenda hiyo dhambi. Tanzania hii haigawanyiki ndugu zangu, ni moja, na wa kuilinda ni mimi na nyinyi, sio mtu mwingine. Ndio maana nimewaomba tuipende Tanzania. Pili, kuna watu wanazungumza kana kwamba Tanzania ni jehanamu hivi. Wao wana maslahi yao wanaoyajua. Jana nilikuwa namsikiliza mzee Gwajima, anaongea vitu vingi mno ambavyo vingi havina uhalisia. Anasema hapa sio sehemu salama pa kuishi, ila yeye anaongea mbele ya press ndani ya nchi hii na yuko salama. Ila anasema sio nini? Sio salama. Mbaya zaidi ni mchungaji anapotosha umma, na imefikia wengine wanataka kutumia dini vibaya kupotosha waumini wetu. Niwaombe ndugu zangu, maandiko yanafundisha vitu vingi. Mimi ninayeongea hapa nimelelewa na mchungaji toka mtoto mpaka leo hii. Sijawahi kuona yule mchungaji marehemu Reverend Benjamin Ngede anahubiri uchochezi wa namna ile katika maisha yao. Watu wanataka kutumia dini vibaya kumanipulate watu wafanye vurugu ndani ya nchi. Niwaombe, ombeni sana, mtangulizeni Mungu. Na pia maandiko yamesema itafika muda hata manabii wa uongo watakuja. Hayo ni maandiko, si maneno yangu. Tulinde nchi hii. Wenzetu wana passport, wana marafiki nchi za nje. Wewe rafiki yako ni nani? Yuko Buhongwa, yuko Nyegezi, yuko Iringa. Hapa pakiharibika leo, unaenda wapi? Hawa ndugu zetu wenye mahitaji maalum watakimbilia wapi? Wazee wetu wataenda wapi? Mama zetu na watoto wadogo watajiokoa vipi? Wanaotutuma wako nje ya nchi. Alafu
Katika speech ya jana mzee Gwajima anajaribu kupindapinda hivi. Niwaambie hapa, kulikuwa na viongozi waliokuwa na matamanio fulani yamekwama. Kuna watu walitaka hiki chama kiharibike, wameshindwa. Kuna watu walitaka serikali ipasuke, wamekwama, wanaleta nongwa. Wanataka kuitisha mamlaka, kuitisha nchi, kuitisha serikali ionekane mambo hayako sawa. Ninawahakikishia Tanzania hii chini ya Samia ni salama sana. Na Mungu aliyempa Daktari Samia uongozi ndiye atakayemlinda na kumvusha. Sisi wa Kristo tunaamini hivyo. Mungu hawezi kukupa mtihani ambao huwezi kuubeba. Kuna muda uongo ukisemwa sana watu wanaamini ni ukweli. Tumekaa kimya kwa muda mrefu, tumewapuuza kwa muda mrefu, lakini wanachokochoa. Sasa niwaambie, wale walikuwa na ajenda zao za kupasua chama, kupasua serikali, lakini wamefanya nini? Wamegota. Na niwaambie, chama hiki huwa hakitingishwi. CCM haitikisiki. CCM ni imara na CCM ni madhubuti. Kwa hiyo mimi cha kushauri kwa mzee Gwajima, achunge kondoo wake vizuri, afanye kazi ya kanisa ambayo anaifanya vizuri. Haya mambo ya Kaisari amwachie nani? Upotoshi sio kitu kizuri. Nimejizuia sana kusema, tangu nimekuwa mwenezi sijawahi kutaja jina la mtu, ila naona huyu mzee anataka kutuharibia nchi, na yoyote anayeharibu nchi ni adui wa Watanzania. Miaka ya nyuma, matukio yanayotokea leo yametokea au hayajatokea? Yametokea. Wakati wa Mkapa yametokea, wakati wa Kikwete yametokea, wakati wa Magufuli yametokea, na sasa yametokea. Kwa nini kwa Daktari Samia ndio iwe kwamba ni kitu ambacho kwamba wanamlazimisha wewe? Kisa ni mwanamama? Hapana, tutawalinda kina mama. Lakini kama tunamwamini Mungu kweli, miaka minne ya Daktari Samia, nani alijua bwawa la Mwalimu Nyerere litaisha? Nani alijua reli ya kisasa itaisha? Nani alijua Kigongo Busisi itaisha? Nani alijua meli zitajengwa? Nani alijua madarasa zaidi ya 15,000 yatajengwa ndani ya nchi hii? Nchi yote, mikoa yote, wilaya zote. Nani alifahamu hilo jambo? Uwezo wake umewatingisha na kuwatetemesha. Waliamini atafeli, wameona chombo kimetulia na kinasonga mbele. Na 29 tunaenda kushinda kwa kishindo kuliko wakati wowote ule. Mungu ambaye tunamwamini, Mungu tunayemwamini na Mungu anayeishi, anaenda kutuheshimisha tarehe 29. Unajua, wanasema usitumie upole wa mtu kumnyanyasa. Kuna wengine sio wasemaji, wengine hawawezi kujitetea. Dr. Samia ni mstahimilivu, hajibu, haongei, amekaa kimya, anafanya kazi ya Watanzania milioni 60. Nyinyi watu 10, 20, hapana. Na hiyo inathibitisha sasa kwamba tuna mgombea imara na madhubuti kweli kweli. Na chama hiki niwaambie, kina miiko yake. Chama cha Mapinduzi kina maadili yake, na wengine walikuwa wanafanya hizi vurugu ili chama kiwafukuze, lakini mwenyekiti wa CCM Dr. Samia akasema, waacheni tuendelee kuwavumilia, tuwalee hata kama wananitukana, lakini leo tuseme enough is enough. Mtu ambaye hana maadili atoke kwa mujibu wa taratibu. Haya nisipowaambia leo nchi hii ikaharibika, Mungu ataniuliza siku moja, ulikuwa msemaji wa chama kikubwa Tanzania, ulisema nini? Nitasema niliwaambia Watanzania waipende nchi yao. Tanzania ikiwa salama, kila mtu yuko salama.
Tanzania ikiharibika, hakuna atakayekaa hapa kuvaa kilemba wala suti wala hijabu wala kola. Hayupo. Hapo utasikia pamelipuka, pale pamelipuka, kule kumelipuka, huku wamekufa, huku damu. Hakuna atakayekaa hivi. Tuache kushabikia mambo tusiyoyajua. Kuna watu walikuwa na ndoto za uraisi, zimeyeyuka baada ya kuona mama anachapa kazi kuliko maelezo, wakaanza kumchafua. Tushikamane, tulinde nchi yetu, tulinde rais wetu, tulinde taifa letu. Vijana sisi na nyinyi ndio walinzi wa kwanza wa nchi hii, na sisi hatuwezi tukakubali kama vijana wa Kitanzania mtu yoyote aharibu taifa letu ambalo limetulea. Tusipolinda nchi hii hatuna pa kwenda. Hapa ndio kwetu, hapa ndio kwetu. Hatufundishwi namna ya kuongoza nchi yetu. Wengine wanasema tunataka tufanane na Marekani. Marekani, uchaguzi uliopita kuna mgombea anaamini ameibiwa kura hapo Marekani, na Marekani imepata uhuru karibia miaka 200 iliyopita. Sisi tuna miaka 60 tu. Mtu analinganisha Marekani na Tanzania wapi na wapi? Kwa hiyo vijana wenzangu, mko hapa, msishawishike. Kuna mtu anawaambia kabisa, tarehe fulani toka asubuhi nenda ofisi ya mkuu wa mkoa. Miguu yako itulize nyumbani, kula ugali, cheza mziki, tafuta watoto, piga kura, maliza kazi. CCM ishinde kuletea maendeleo. Hatuna sababu ya kuumiza nchi yetu.